mwangaza wangu. Hamjambo wasafiri wenzangu, ni wakati mwingine tena tunaenda kusikia neno la Bwana. Ni neno ambalo linatoka kwa Mungu, ni neno takatifu, ni neno la onyo kuu katika siku zetu, na ni juu ya wakati wetu. Ni maono ambao ni ya mwaka mzima, na mimi naongea haya ama nazungumza kwa machozi, kwa maana nilionyeshwa mwaka mzima uliopita. Labda nilijaribu kukataa, nikaambia Mungu, wacha niende nikahubiri huko nyumbani, kwa maana hapa sitaweza. Lakini kwa vile mimi ni mdhaifu, mzee mwenye miaka 70 kasoro moja, na sijasoma, na mimi si bibi wa pasta, si mtoto wa nabii kama Amos, sijulikani mahali popote. Lakini ukiniona hivi, nina maono kwako, na ninakuomba usikize na uyatie maanani sana, kwa maana ni maono. Na ikiwa ni maono, utayaombea Mungu akuonyeshe kama ni kweli ama ni uongo. Uombe kwa zaidi yako mwenyewe, uombe na wewe uonyeshwe ni mambo gani hayo. Ni mambo mazito, ni mambo magumu. Tuombe. Baba na Muumba wetu ishie juu mbinguni, ni saa ya pekee ambao unaenda kunena na watoto wako. Baba, vile ulivyonionyesha, nikaogopa, nikaomba msamaha niende kuhubiri huko nyumbani. Baba, ukaniambia niseme mahali nilipo. Na ninapoenda kusema Baba neno lako, niongoze na Roho wako Mtakatifu. Ongoze wasikilizaji nao na Roho wako Mtakatifu, ili uweze kutupa usikivu mwema, na Roho Mtakatifu asidi kutunong'onezea ndani yetu. Nena na kila mmoja, katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Amen. Msikilizaji unayenisikiliza, ni wakati mwingine tena, mara ya pili kuja mbele zako ama mbele zenu, nikiwa na maono kutoka kwa Mungu. Wewe uyalenge haya maono na neno la Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema kwamba mtu akitoa unapia maono ama ndoto, kama aendi sawasawa na neno, Roho Mtakatifu atakuonyesha juu ya wakati wetu. Nimekuwa nikiangalia mambo yanayoendelea na kusoma vitabu mingi sana, na Mungu amenipatia nafasi ya kusoma. Na sasa hivi nilipofikia wakati fulani mwaka jana tulipokuwa makambi, niliona hayo maneno. Nikaona yale maneno ambayo yameangusha kanisa la Bwana, kanisa takatifu, kanisa teule, mitindo ya dunia, mitindo inayoendelea sasa hivi. Katika kitabu cha Zaburi ni 12 mstari wake wa 6 na 7. Neno la Bwana linastahili kutusafisha, kutuosha, kututakasa, tuwe tumetosha kuitwa watoto wa Mungu. Neno la Bwana, Timotheo 3 mstari wa 16 mpaka 17, nasema kwamba neno la Mungu linastahili kutusafisha, kutuonya, ili tuweze kutenda mema mbele za Mungu. Kutuonya iweze kutusafisha, kututakasa, tuwe tumetosha kuitwa watoto wa Mungu. Waefeso 5 na mstari wa 15 inatuambia kwamba tunapaswa tuenende tukiwa na akili. Tusienende kama wajinga ulimwenguni hapa. Kwa maana ulimwenguni ina mifuto, ina mambo yake mengi. Kwa hivyo tuwe na wisdom ya Mungu ya kutusaidia tujue vile tunavyoenenda. Na katika Yakobo 1 mstari wa 5 inasema mtu akikosa wisdom, aombe, apige magoti chini, aombe apatiwe maarifa na hekima kutoka kwa Bwana. Ukikosa maarifa umepotea milele. Utasikia maandishi. Kwa maana maandishi katika kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 105, neno lako ni taa katika miguu yangu. Linaweza kutumulikia mahali tunakanyaga, ili tusienende kama wajinga. Tukanyage miiba, tukanyage upande wa kulia, na neno la Bwana linasema tuende upande wa kulia ama wa kushoto.
tuende tu straight, kwa maana njia iko straight iendayo katika uzima wa milele. Kwa hivyo tusipoenenda na maarifa na hekima, tutaenda kulia ama kushoto na tutapotea. Kwa vile neno la Bwana liko hapo kwa kutuonya, ni maonyo. Sasa ninaenda kusema yale Mungu alinionyesha kwa njia ya maono. Amos 3:7 inasema Bwana hakika hata atafanya neno bila kutuonya kupitia kwa manabii. Wapi manabii sasa ambao wanatuonya? Amos ni mmoja wao, Isaya ni mmoja wao, Daudi katika kitabu cha Zaburi ni mmoja wao, Isaya ni mmoja wao. Saa hii hata ingali walipita, walikufa, ingali wananena. Na Amos inasema hatuwezi, Mungu hatafanya neno bila kutuonya kupitia kwa manabii wake. Kwa hiyo kwa upendo wake mwingi anazidi kutuomba maono ambao ninaenda kutoa saa hii. Bwana awabariki, awaongoze, Roho Mtakatifu awanong'oneze, apate kuwatafsiria. Katika kitabu cha Warumi 2 ina mambo makuu, mstari wa 1 hadi wa 3. Paulo anasema akiongozwa na Roho Mtakatifu kwamba na wasi kanisa la Bwana, na wasi wenzangu wa Kristo wenzangu. Soma hiyo nikiendelea kunena. Ninawasi sana mtoe miili yenu kama kafara iliyo hai mbele za Mungu. Kafara mbuzi kichinjwa kwa madhabahu, inachinjwa, hapana haichinjwi kwa nusu, inachinjwa, inakufa, damu inamwagika. Tuichitoe kama kafara kwa madhabahu ya Mungu, tuchinjwe na tukufe milele, ili tusije tukafananishwa, tukachifananisha na tabia ya ulimwengu. Mstari wa 2, tusigeuzwe tufanane na tabia ya ulimwengu, tusimame imara, tukufe kama kafara inayochinjwa, inamunukia Mungu vizuri huko, na Mungu anaitikia na anasema wewe ndio ni mtoto wangu, kwa njia ya maombi. Kwa hivyo tukiwa kanisa la Bwana, tunastahili kuenenda mwenendo ambao unavyofaa mbele za Mungu, sio kama wachinga. Efeso 5:15. Tusienende kama wachinga tukiiga mitindo ya dunia. Warumi 1:2. Mitindo ya dunia ni gani? Mavazi, maongeo, kukula, kukunywa na mengine mengi, mnayajua na mnayaona. Tunapoendelea, neno la Bwana likiwa taa katika miguu yetu, linapotumulikia, tujue mahali tunakanyaga, tujue tunavyonena, tujue tunavyokula, tujue tunavyokunywa. Lazima tutembee na Mungu wetu mkono kwa mkono, ili tuweze kufaa kuitwa watoto wa Mungu. Katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 24 mpaka 24 inasema Yesu alikuwa anaonya wazee wa kanisa la Mungu wakati ule, akiwaambia ole wenu Mafarisayo, waandishi watangulizi wa maandishi matakatifu, wanasomea watu, viongozi wa kila aina, ole wenu. Ole miji ile ambao Yesu alifanya kazi nzito inayofananishwa na SDA sasa hivi, ambao ni mji nionyeshwa hata nikashangaa na sijausoma mpaka ikanibidi niende nikasome wenzangu, nikasoma nikalia machozi. Mji ambao unaitwa Kapernaum. Kapernaum ikafananishwa kwangu kama SDA ama kanisa teule la Mungu mwenyewe. SDA Kapernaum. Ni nini kilichotendeka Kapernaum? Ni nini kilichotendeka Sodoma na Gomora na wakati wa Nuhu? Hapo sina masaa ya kuongea juu ya hayo yote, lakini nilionyeshwa Kapernaum, nikashangaa Kapernaum ni nini ilifanyika hapo Kapernaum. Ukisoma katika kitabu cha hiyo Mathayo, Luka 1 mstari wa 21 mpaka 28, Kapernaum ni mji ambao Red Sea ya Galili, bahari ile ya Galili ilikuwa hapo ndani ya Kapernaum, na Yesu alifanya mambo makuu katika mji huu wa Kapernaum, mambo makuu kuliko nchi zingine zote. Alifanya mambo yake yote karibu huko Kapernaum.
Na hiyo Kapernaumu iko katika city on the northwest of shore of the Sea of Galilee. Ilikuwa katika bahari ya Galili, ilikuwa ndani ya Kapernaumu. Yesu aliponya ule, na ndio aliponya ule mtu alikuwa amekaa huko miaka mingi, miaka 38. Ni huko katika bahari ya Galili. Yesu alikaa huko. Ilikuwa Peter na Andrew ndugu yake walikaa huko, Mathayo 8:51. Petro na ndugu yake walikaa huko. Yesu akaponya watu wawili ambao walikuwa na mashetani ndani yao. Mashetani, watu walikuwa wanajichinja na mawe, walikuwa wanatiririka damu, walikuwa wakali, hakuna mtu alikuwa anapita hapo. Yesu akawaponya huko Kapernaumu. Alifanya kazi nzito sana Kapernaumu. Wanafunzi wa Yesu ni Kapernaumu. Walikuwa wanapigana juu ni nani atakaye kuwa mkubwa? Ni nani Yesu ukiwa huko katika kiti cha Daudi kama mfalme? Nani atakuwa vice? Nani atakuwa secretary? Nani atakuwa treasurer? Nani atakuwa mkuu? Huko ni Kapernaumu. Kapernaumu ilifanyiwa mambo mengi sana. Yesu akawaonya mpaka akawaambia yule mkuu kabisa kwa wote ni yule mdogo kabisa ambaye anachinyekea kuosha wengine miguu. Yule anaosha ndio Yesu aliosha wengine miguu, kuonyesha ndiye mkubwa na ndiye mdogo wa mwisho. Kapernaumu Yesu aliombwa tax. Hii taxes wanalipa ya koti, pesa ya koti. Yesu akatuma Petero akaenda kwa hiyo bahari ya Galili, akatoa samaki vile alimwelezea, akaleta senti 2. Yohana akatoa yake, Peter akatoa yake, akatolea na Yesu. Huko ni Kapernaumu. Kapernaumu Yesu alifanya mambo makuu, mambo mazito, akafanya kazi yake huko kusunguka kwa hiyo mji wa Kapernaumu. Alitibu mtu yule ambao alikuwa ameketi hapo miaka 38. Yesu alimponya siku ya Sabato huko Kapernaumu. Sasa Yesu anasema hivi katika hiyo Mathayo, ukisoma 11:20 mpaka 20 na uendelee. Sasa inafananishwa na Sodoma na Gomora, Kapernaumu. Lakini yale maneno ambayo yalitendeka Kapernaumu, kama ingetendeka huko Sodoma, kama ingetendeka huko Gomora, wange repent, wangeungama dhambi zao, wangeokolewa. Wachache wangetoka huko wasikize neno la Mungu waokoke. Lakini mahali Yesu alihubiri sana, alitibu watu, alifanya hiyo miujiza yote huko Kapernaumu, walikataa. Walimkataa Yesu. Hawakuona hiyo miujiza yote. Hawakuona Yesu amechukua muda mwingi huko kwao na kufanya miujiza mikubwa huko kwao. Hawakubali, hawakuitika, walipotea. Sasa Yesu anasema ole wao wale wa Kapernaumu. Na Kapernaumu nikaambiwa ni SDA Church. SDA Church ina prophecy, ina health, ina injili, imetumwa na malaika 3 mpaka na 4 ambao anapatikana katika Ufunuo 18. Hiyo ni SDA, kanisa teule la Mungu. Na Bwana anasema heri Sodoma na Gomora ambao zilichomwa kuliko Kapernaumu. Kuliko Kapernaumu. Na SDA tunasema sisi ni kanisa teule. Mambo yale Mungu amefanya kwetu, kama angefanya na huko kanisa zingine pale, wangeokoka bila sisi. Kwa maana sisi tumemjua Mungu lakini hatumheshimu kama Mungu. Tunajua maandishi matakatifu lakini hatutendi, hatutii. Tunajua tu kujua. Knowledge. Tuna knowledge na tunafahamu na tunajua, lakini hatutendi. Na tunasema sisi ni watu wa imani. Na imani, baba Abrahamu ndio baba yetu kwa imani. Lakini Ibrahimu mwenyewe alihesabiwa haki kwa imani. Alimtii Mungu, akajua ni Mungu,
akaitikia, akafanya kumtoa mwanawe, akahesabiwa haki. Lakini sisi tumemjua Mungu, hatujakuwa na imani kwake kwamba ni Mungu amesema, hatujatii kwamba Mungu amesema tuweze kufanya vile amesema. Kapernaum, SDA, unabii tunaweza kusema vizuri sana, tuseme dalili zote za kurudi kwa Yesu, lakini sisi wenyewe hatuko tayari. Ulimwengu ikinunua shamba kwa shamba, nyumba kwa nyumba, tuko ndani. Ikifaa mavazi ambayo ni mitindo ya ulimwenguni, sisi tuko ndani. Ndio number 1. Kusema tunasema vizuri sana, lakini kutenda hakuna ndani yetu. Kwa hiyo sisi wa SDA, kanisa teule la Mungu, ni onyo kuu juu ya mavazi, juu ya kukula kwetu, juu ya kukunywa kwetu, tuweze kuishi kulingana na neno la Mungu. Kitabu cha Genesis 1:29 inasema vyakula vile tumepewa. Na kitabu chetu ambao kinaitwa Counsels on Foods and Diet kinasema mambo yote juu ya kukunywa na kukula. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa amekuja kanisani wakati ule tunakaribisha wageni, wakati wa kusalimia watu, akakaribishwa, akainua mkono, akasalimia watu. Akaanza kutoa machozi, mwanaume kutoa machozi, akasema, nyinyi watu wa Mungu mmepewa ufunuo wa neno la Mungu, mmejua vile mnakula na vile mnakunywa, lakini hamchatuambia. Nilipata hiki kitabu, alikuja na hicho kitabu Counsels on Foods and Diet. Akasema mmejua lakini hamchatuambia. Nilipata hiki kitabu kwa rafiki yangu mmoja na kimenisaidia sana, jinsi ninavyokula kulingana na mapenzi ya Mungu, jinsi ninavyokunywa kulingana na mapenzi ya Mungu. Huyo mtu alitoa machozi, akasema mna utumwa lakini hamchakuja kutuambia. Na ni kweli, kila mtu ameelekea kazi yake na mambo yake, lakini kanisani tunaweza kuja tuhubiriane, tusemesane bila kutenda chochote. Kwa hivyo tunaishi tu kwa knowledge, kwa kumjua tu Mungu, lakini bila matendo. Na hiyo neno la Mungu liko hapa kwa kututakasa, kutuonya ili tuweze kufaa kuitwa watoto wa Mungu. Kwa njia gani? Ya kusikiza na kutenda na kuamini kwamba ni Mungu amesema hayo. Kwa hivyo wenzangu, ninawasihi sana mitindo, mifano, kuiga mitindo ya ulimwengu na mifano ya dunia hii. Katika hiyo Warumi 1 na mstari wa 12 mstari wa 2 inasema kwamba tusiige mitindo ya dunia, na ndio tumeiga sana. Mpaka nikauliza Mungu wangu, nitaonyaje wa mapastors ambao wanaitwa ministers wa Mungu? Itawezekanaje niaonye wa pastors? Na mimi si bibi wa pastor, mimi si mtoto wa nabii, mimi si hata sijulikani mahali popote. Lakini kwa vile Mungu aliniambia kwa mavazi ya mwanamke, Deuteronomy 22:5, Kumbukumbu cha Torati 22 na mstari wa 5 inasema mwanaume asivae nguo ya mwanamke na mwanamke asivae nguo ya mwanaume. Lakini kwa vile hata wewe unaona wanaume wanavaa nguo za wanawake, vitenge, wanahubiri na vitenge mbele ya sinagogi, wanaimba na vitenge. Wanawake wamevaa rongi, wanaimba na rongi huko kwa altar ya Mungu takatifu, na wanahubiri huko na rongi, wakisema rongi hii ni ya mwanamke na kuna ya wanaume. Sasa wenzangu, tunaelekea wapi? Kanisa la Bwana linaelekea wapi? Sisi ambao tungeonya watu watoke kwa mitindo, wajitakase kupitia kwa neno, wasimame kama watu ambao wana knowledge ya Mungu, wana wisdom ya Mungu, ndio tumepotea kabisa. Na kujua tunamjua Mungu, maandishi tunayajua, lakini hatutendi. Tumevutwa na nabii ambao ni nabii wetu wa mwisho, alionyeshwa kwamba kuna wakati wa mwisho, na ndio wakati wa mwisho tuko sasa. Tutaoa ulimwengu kuleta kanisani, na ndio sasa tumeleta ulimwengu kanisani. Tunafanya njia moja, tunakula njia moja, tukienda kama ni harusi tunakula kila kitu, kila mtu anakula jinsi apendavyo. Ndivyo huyo mzee mwingine wa kanisa lingine huko Jumapili alikuja akalia machozi akisema, wenzangu,
mbona mna hii maneno na hamtachuambia, mbona hamtuambii, mbona mmetuficha sisi tupotee juu ya kukura. Hata mimi nilienda hospitali hapa, tukaenda kuona mgonjwa, tukakuta nasi mzuri, tukasema huyu nasi ni mzuri sana. Akatukaribisha vizuri, hata akaomba, akasema wacha tuombe kabla mtaona mgonjwa. Tukasema sasa tukamuuliza, tukaongea kindani, akasema mimi mkiniona hivi ninaishi kama mwesilie. Tukashangaa, tukaangaliana, unaishi kwa njia gani? Kukura na kukunywa ni mwesilie, lakini bado ninashikilia kanisa langu la Lutheran. Lakini kukura na kukunywa ni kama mwesilie, ndio naniona niko vizuri na watoto wangu wanakula vizuri na wana afya nzuri. Nina kitabu chenu ambao kimenisaidia sana. Lakini hiyo kitabu na sisi kimetusaidiaje? Tutawezaje ili tuweze kumheshimu Baba kwa kumsikiza na kutii neno lake ambao litatutakasa, linatuonya ili tuweze kufaa watoto wa Mungu. Inawezekanaje tuweze kumjua Mungu bila kumutii? Na wale wamemjua wa nje wanalia kwamba hawamjui Mungu, lakini wanamjua. Na ndio Yesu akasema kuna wale ambao wako hapa watatoka, kwa maana wako tu hapo kwa kumjua tu Mungu bila kutii. Na watatoka wajulikane hawakuwa katika kundi hili. Na wale wa nje ambao wamenyenyekeza ndani miguuni pa Yesu wataingia badala ya hao kutoka. Hebu nikuulize, wewe ndio utatoka ama ni mimi? Nani atatoka sasa? Tukiambiwa tutoke tukiwa kanisani hivi, utatoka useme wewe uendi mbinguni? Na bado unasema unaenda mbinguni. Kila mtu anataka kwenda mbinguni. Tafadhali tuweze kusikia neno la Bwana, tutii na tutende juu ya mafasi, kukura, kukunywa. Tusije tukamfahamu tu Mungu kwa kumjua bila kumsikiza. Kitabu hiyo cha Kapernaumu ambao nimewaambia vile inasema kwamba heri Kapernaumu kuliko kisasi hiki ambao ni kisasi ambao kimeenda kombo. Heri Kapernaumu. Kapernaumu ilipotea na mambo mengi yalitendwa huko. Yesu alitenda miujiza ile kubwa huko na wakapotea bila kuamini, bila kuitikia. Lakini Yesu akasema heri Kapernaumu kuliko kisasi hiki cha mwisho. Yaani tumekuwa wabaya zaidi hata kuliko Kapernaumu, na Kapernaumu tayari imepotea. Hawakumsikiza Mungu. Kwa hiyo Mungu anatuonya katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 6 mpaka wa 7. Tumtafute Bwana anapopatikana. Saa hii nikiungama, Mungu atanisamehe na atanitakasa kupitia kwa neno lake. Saa hii ukipiga magoti chini uone dhambi zako na ukubali na uitikie na uone na macho yako na nguvu za kiroho, utasamewa na Mungu atakuhesabia haki ni kama hujatenda dhambi. Kwa nguvu za Elijah na roho wa Elijah tuweze kushirikiana pamoja, na umoja ndio dalili ama ndio inaonyesha kwamba sisi tu kanisa la Bwana. Tukiwa pamoja, unity katika church, ndio inaonyesha kwamba tuko pamoja. Lakini sasa unavaa vyako, nakula vyako, ninakula vyangu, na kila mtu na mambo yake, lakini tukujina tunaitwa watoto wa Mungu. Kweli sisi wote ni watoto wa Mungu. Tumetakaswa na neno, tumeliitikia, tumetii, tumefanya, ama tuko tu kwa mitindo? Wanawake tumeonywa sana kwa mitindo ambao tumevutia watu sana, hata kanisani tumefanya watu wamefanya dhambi, hata wale hawangefanya dhambi tumewafanyia dhambi kwa sababu ya mvuto wa mwanamke. Mvuto wa mwanamke. Mivuto ya wanawake tangu zamani, hata sanamu ilikuwa aina ya mwanamke ili aweze kuvalishwa vizuri aonekane. Hebu Mungu aweze kutusaidia tuweze kutakaswa kupitia kwa neno lake, tuweze kuitwa watoto wa Mungu tukiwa kweli ni watoto wa Mungu kupitia kwa neno lake. Tujue vile tunavyoenenda sio kama wajinga bali kama werevu, wisdom ya Mungu. Tukikosa hiyo wisdom ya kusoma maandiko, kama hatuna saa, tuweze kupiga magoti tuombe katika Yakobo 1:5, tuombe maarifa na hekima ili Mungu aweze kutusaidia tusije tukapotea, tusije tukatoka nje na wengine waingie,
tuweze kuketi tukimara, tukijua sisi tunamngoja Yesu Kristo ache atuokoe. Ndio maono niliyoonyeshwa, na nitazidi kuongea hapo bado. Vipindi vingine vinavyofuata bado sijamaliza. Tuombe pamoja. Ikiwa sijapaa mbele yako, usinione mimi, umuone Yesu na neno lake ambao liko mikononi mwetu. Hebu Mungu awabariki, tuweze kuomba. Baba na Muumba wetu usiye juu mbinguni, tumeshukuru na tumeshukuru kwa njia ya pekee kwa neno lako. Ni wakati mzuri kwa kuwa hatujapotea. Bwana, ngali unapatikana sasa hivi. Ungali katika nyumba ya rehema. Tunaomba Baba uweze kuturehemu, uweze kutuhesabia haki kwa kuwa tumeitikia neno lako. Utupe nguvu ya kutii, tuweze kusimama imara. Tuwe mifano myema kwa wengine ambao hawatakujua. Tubariki kila mmoja, utupe maarifa na hekima, utupe uwezo wako, utupe nguvu ya Elijah na manabii wengine ili tuweze kusimama imara. Ndilo ombi letu tukiamini kwamba umetusikia na Roho Mtakatifu atazidi kutuombea, kwa kuwa tumeomba katika jina kuu, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Wakati wa shida, neno lako linalonipa